kama kanisani na tunaimba mpaka tuna sweat, lakini it is theologically wrong. Maana inaimbwa ya kwamba nimezunguka kote kote, nimetafuta kote kote. Umezunguka wapi? Waithaka. Hebu nikuambie, kunao wanaofanana na Yesu katika ulimwengu. Haleluya. Sasa unasema umezunguka kote kote. Yesu anasema ya kwamba sasa mwenende ulimwenguni kote, mataifa yote mukawafanye kwa wanafunzi wangu. Wewe unatuzungusha hapa kanisani, tunazunguka kwa viti, ati hiyo ni kote kote. Kote kote hawezi kuwa hapo. Kote kote ulimwengu ni kubwa. Wewe unaelewa ya kwamba iko watu ambao wanamwamini Mungu na they are walking according to the statutes of God. Na watu wakiwaona wanasema bila kuambiwa, kwa hakika huyu ni Mkristo. Ili aitwe huyu ni Mkristo, maana yake anayo tabia ya Kikristo. Wanaona ile mambo yaliyokuwa ndani ya Yesu Kristo imo ndani yake. Sasa unasema umetafuta kote kote, na hata mimi pastor wako haujaona ninafanana na Yesu. Unasema umekosa kila mahali, umezunguka. Kwani umezunguka wapi? Na hata elda kwani afanani na Yesu? Na mnafanya nini hapa? Na hata wewe, na unajua tabu ambayo inafanya watu wasiingie katika Ukristo ni ya kwamba wanapowaona none of them resembles the elements of Jesus Christ. Na tumeitwa ili tugeuzwe. Maandiko inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili ya kwamba hapo awali nilipomjua Yesu, tazama yote ya kale yamepita na sasa yamekuwa nini? Mapya. Mazungumzo yangu yamebadilika. Na ndio mama, wewe nakaa kanisani, mzee hawezi kuja, maana unaporudi nyumbani kutofautisha mtu ambaye amekuwa kanisani, mtu ambaye anajiita mwokoki na yule ambayo ni mkafiri, hakuna. Maana ukitoa matusi ni ile ya kuwekwa kama mbegu. Ukiangalia watoto unasema angalia vichwa vyenu ni maji kama ya baba yenu. Na wewe ni Mkristo na umebatizwa, kweli wametafuta kote kote, hakuna. But we must now work towards the goal of looking like who? Like Jesus. You have the love of Jesus Christ. You talk like a Christian. You talk like yes. Kumbuka Petero alikuwa anaongea, lakini akiongea anaambiwa hata ukikataa wewe si mfuasi wake, lakini hata usemi wako peke yako inakusaliti because you talk like him. My friends, at what point of time shall we be able to talk like Jesus, to do like Jesus? We make the church look a place where everyone is longing to be. Maana kanisa iliwekwa kwa kusudi maalum. Kanisa iliwekwa kama ni mahala pa maficho. Tunaposumbuliwa huku ulimwenguni, tunakimbia, tunaingia ndani ya kanisa. Maana kanisa kuna amani. Alafu wote wanasema hakuna. Hata yeye mwanakwaya hafanani na wote hawafanani. Na hata pasa pia anasunguka, hakuna. Kila mtu hakuna, hajaona. We must reach a point when we can see Jesus in the choir members. When you sing like Jesus. And those songs need to change you so that you look like Jesus. And the world will know for sure. Here are people called Christians. So mnasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mahala hii jina ilitoka ya kwamba walipoenda kule Antiokia, walipozungumza tu, walipofanya hata kukula kwao na kutembea kwao, watu wakasema kwa hakika hawa ni wake nani? Kristo. Hiyo ndio jina ilitokea huko. These people, they belong to that Christ. And now they got the name wa Kristo. Wake nani? Kristo. Maana wanaongea kama yeye, wanahubiri kama yeye, wanakula kama yeye, wanavaa kama yeye. Tena na hiyo pusi.
ambaye una mavazi ya Sabato na una mavazi ya Jumapili, lakini mavazi ya Sunday mavazi ya Monday na Tuesday ni ingine. Na mtu akikuputa unamwambia sikia, kanisa tutakutana siku ya ibada, saa hii tuko kazi. Watu wa Mungu hawakai na rangi mbili, hawakai na sura mbili, wanakuwa wanaeleweka. Kama wanaenda, kama wanarudi, kama wanaketi, wameketi. Usikae ya kwamba huwezi kueleweka. Na ndiposa utasema hakuna. We have been called and Christ has given us the power and the authority to go and preach the gospel to you, to everyone. Anasema muende kila taifa mkahubiri Injili. Anasema mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Mbingu ikasema basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku ngapi? Zote, hata lini? Hata ukamilifu wa dahari. Yesu yuko nasi siku ngapi? Zote. So every day we walk with Jesus. Every day we sleep with Jesus. We walk with Jesus. We do business with Jesus because He is with us. For how long? All the time. Until when? The end of ages. Jesus is with us. My friends, we have come here. And for 2 weeks, I want to tell my good people here, washiriki pamoja na wafanya biashara, ya kwamba Yesu amekuja hapa, ameleta watu kutoka pembe zote, amewaleta hapa ili watuletee ujumbe, tuweze kumpokea Yesu na tutembee na Yesu, tufanye biashara na Yesu, tukule na Yesu, tulale na Yesu, tuvae na Yesu, mambo yetu hubiri na Yesu. Ukisikia mambo ya shakahola ni kutuhubiri na Yesu. Na ndio ilibidi pasa aweze kueleza ya kwamba Makenzi tunayozungumza juu yake si Makenzi ya shakahola. Mharibu hata jina, mpaka hata wewe ukiwa na hiyo jina unashangaa, sasa watu watanionaje? Watanionaje? Na hata na yeye alikuja in the name of who? Jesus. So which Jesus do you believe in? Do you believe in Jesus of the pastor? Do you believe in Jesus of your denomination? Which Jesus do you believe in? Oh my friends, Yesu amekuja mahala hapa na alipanga atakuwa mahala hapa ili aweze kudhihirika wazi na watu wapate kumwona huyu Yesu. Na ndio napenda mhubiri wa asubuhi alituambia ya kwamba haya yote lazima yapatikane kwenye Biblia. Kwenye Biblia. So here we want check on the Bible. I want you kupima. Alisema kuna mizani, ratili ya kupima ili uweze kujua, na ratili ni Biblia. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. So hapa itakuwa ni neno la Mungu. Neno inasemaje? So ukisoma kwa Biblia, that would be the right Jesus. Jesus who is outside the Bible is not the Jesus that you have been called to follow. It's not the Jesus that you would love to follow, because that one is not a savior. That one is Yesu ambaye anaitwa Yesu bandia, na wengi watatokea. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Nataka nisome Acts of the Apostles chapter 1. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya yake ni ya 18. Acts of the Apostles chapter 1 verse 8.
Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya yake ni ya 8. Kumbuka mimi nilikuja hapa ili niweze kusoma fungu tu, na ndiposa niwaachie wahubiri waendelee. Aya 8 inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu, yaani Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nanyi mtapokea Roho ili muweze kuwa mashahidi. When you are a witness of someone, then you must have known this person in and out, up and down, all over round, so that you can stand on behalf of this person. Ndiposa anasema ya kwamba mtakuwa mashahidi wangu. Mnaanzia hapa Yerusalemu, mnasonga Judea, mnaenda Samaria, kisha mnaenda katika pembe zote za ulimwengu. Yesu ametutuma kwa mashahidi. You can be asking yourself, what is the motivation? Kwa nini tumekuja hapa? Kwa nini tumeamua kukaa hapa kwenye jua hili na katika uwanja huu? Jibu inapatikana katika kitabu cha Methali 27 aya yake ni ya 17. Proverbs 27 verse 17. Na inasema hivi, chuma unoa chuma. Na kwa hivyo mafundisho ambayo tutakuwa mahala hapa na hao wahubiri wote ambao wametoka huko, sio mahubiri juu yako kwa sababu wewe si Mkristo. Mahubiri haya ni juu yako kwa sababu wewe ni Mkristo. Basi chuma unoa chuma. Sasa tunataka tunoane ili tupate kusaidiana. Mahubiri haya hayajaletwa kwa sababu nyinyi sio waamini. Nyinyi ni waamini, lakini tunataka tunoane. Na sababu hiyo sasa huwezi kuja na mambo ya dini na mambo ya kanisa na mambo ya doctrine. We want check on the Bible ili tuweze kunoana. Iron sharpens an iron, because you are an iron. And this is why we are not coming with all the knowledge. All these speakers, all these preachers, they don't have everything, but we are here to share together. Na ndiposa uwe huru kukuja kwenye mkutano, maana hapa wataulizana maswali, and there is time for you to ask, and you are free to do that, because wewe ni chuma na mimi ni chuma. Tunaoane ili tuweze kuelewana. Basi maandiko inatuelekeza wapi? God has called us, my friends, and this meeting will be a free meeting where we are going to talk issues, family issues, health issues. We are going to talk about the prophecy of the Bible. We are going to have Bible study. Na wahubiri wametoka huko kwote. We are not coming to you with that kind of understanding that you know nothing. You know so much, but you want to share together. This is the reason why we hold this kind of meetings. Na ndio sababu tutakuwa kwenye uwanja huu kwa kipindi cha wiki 2 ili tupate kusaidiana. Sasa kila mmoja wako huru, uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe uendi kanisa. Hapa tumekuja kwa sababu sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na anakusudi ya kwamba kila mmoja wetu aingie katika ufalme. How much then should I know in order to go? Hiyo ndio namalizia hiyo swali. Napaswa kuelewa kiasi gani na ndiposa tuende? Tutaangalia kwenye maandiko katika kitabu cha Injili ya Yohana. Kitabu cha Injili ya Yohana. Nataka tuangalie sura ya 4. Sura ya 4
Kwanza nazungumzia juu ya huyu mama ambaye anaitwa Msamaria, mwanamke Msamaria. Wanakutana na Yesu katika ile kiziwa. Na mazungumzo inaanzia hapo. Na mazungumzo huanza na Yesu. Yaani mpango wa mbingu ni ya kwamba ni mbingu ndiyo inakuja kwetu. Watu wa Waithaka, it is the plan of God to come to where we are. Because that is the nature of God. Mungu anakuja mahali tupo. Na is consistent in that system. Hata tulipoanguka kwenye dhambi, ni Mungu ndiye alitoka juu mbinguni akaja kutafuta Adamu. Not the other way around. Man is not looking for God. It is God who is looking for man. Because God created you. God loves you. You are his child. Na ndiposa anasema ya kwamba inamgharimu kila kitu hakikisha ya kwamba wewe umeokolewa. Haleluya. Yeye anasema ya kwamba aliwacha vyote. Na ukisoma Luka 19 haya ya 10 inasema, for this reason the Son of Man came to seek and to find that which was lost. Luke 19 verse 10. Seeking and finding. Mungu anatukutafuta na akupate. Najua Kiswahili inanipiga chenga hapo. Maana Kiswahili inasema ya kwamba alikuja kutafuta na kuokoa. But I love the English part. It is kukuja kuokoa, come to seek and to save. But I love the English. English says to seek and to find. So he came. Kilicho kipotea. Ambaye ni mimi na wewe. So it is always God is the initiative on how for us the two to come together. Mungu ndiye anatutafuta, sio sisi tunamtafuta. Maana tulipotenda dhambi, basi nature yetu ni kukimbia na kumtorokea Mungu. We always run away from God, but God is looking for us. Hot pursuit, chasing us. Paka atupate. Maana anatafuta na anakipata kilichofanya nini? Kilichopotea. So in the book of John chapter 4, it is Jesus who started the conversation. Tells the woman, wewe mama, nipa maji ninywe. Mama anamwangalia anamwambia, wewe ni nani bwana? Hata wewe kana akili imeenda. Vile umeongea tu, tayari nimejua. Wewe ni Myahudi na mimi ni mama Msamaria. Yaani kumbe kusungumuza watu watakutambua. Yesu alisungumuza tu akamwambia, I know you. You are a Jew and I am a woman, a Samaritan. And you know the culture, you know the norms. Ya kwamba sisi na nyinyi hatuwezi kunywa maji pamoja. My friends, hii division ilianza zamani. Na ndio Yesu alikuja kubomoa hizo kuta zote. Na ndiposa Yesu anaongea na yeye anamwambia, wewe mama nipe maji. Kama ungejua ni nani anakuomba maji, wewe ungemuomba akupe maji ya uzima ambayo ukinywea hautaona kiu tena. Ndio hapo mazungumzo naendelea. Mama anamwambia, sikia. Kweli nimeona wewe kichwa yako wewe una kichaa. You are saying you can give me water and you don't have even something to draw the water. And you are telling me that you have water that when I drink, I'll never thirst again. Are you claiming to be greater than our grandfather who dug this well? That's the reason of humanity. Lakini Yesu does not tire. Yesu achoki na sisi. Hata tunapoenda na tunaleta our good reasons, Yesu bado anakaa hapo. Na ndiye anasema katika Isaia 1:18, njooni tukae chini tusemezane, ili tuone kuna nani anakosea nani. What has gone wrong? God is always calling. When God calls, he comes to me, he comes to you. Na ndiye amekuja kwetu leo. Na hata wewe Mkristo uliyebatizwa, Yesu is still on the business of looking for you. To transform you, to transform me. And that's what means of us having congregational meetings. Come to worship God.
So the debate goes along. Napenda hapo anasema, verse 6 anasema, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa sita. Sasa hivi ni saa sita. Kumbe saa sita ni nzuri, maana Yesu anapatikana saa sita. It is good to be here. It is good to be around. Then now they talk. Verse 11 says, yule mwanamke. Verse 11 inasema yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea, na kisima hiki una kitu ya kutekea, na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe ni mkubwa kuliko baba wetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, na yeye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, lakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yabubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka maji tena. Good things, when Christ gives you an offer, it is so big, it is so wide, it is so appetizing that you cannot afford to ask for that. Yesu wetu anatupa yale yote ambayo yanamaliza shida zetu. Mahitaji yetu yanakamilika ndani ya Yesu Kristo. So wakanena wameongea hapo. Yesu akamwambia basi, yule akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika milima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali yatupasayo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, verse 21. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamta muabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, nasi tuabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Wanapoongea, mama akaingia mambo ya theolojia na akamwambia ya kwamba naona wewe ni nabii jinsi ambavyo unaongea, lakini kuna jambo hujaelewa, ya kwamba sisi kuabudu lazima tuabudu kwenye mlima wa Gerizimo, lakini ninyi mnasema mpaka watu waabudu Yerusalemu. Wacha hii mambo ya kusumbua watu ya kwamba lazima watu waabudu hapa wala pale, na mchungaji asije akakuweka mateka yake ya kwamba lazima waabudu hapa. Uliza mchungaji, unaniambia niabudu hapo, na Biblia inasema saa inakuja na saa ipo ili waabuduo Mungu kwa kweli watamwabudu katika kweli na katika nini? Roho.
Yesu mwenyewe anasema, na Yesu anaendelea kumwambia ya kwamba nyinyi ndio mnaabudu kule mlimani, unaabudu kule kanisa unaenda, unaabudu katika imani hiyo unaenda, lakini Yesu anamwambia ya kwamba mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu kinachotujua. Lakini hata hivyo, hata na sisi Wayahudi hatutaendelea kuabudu Yerusalemu, ingawa huko tunajua kule yule ambaye tunamwabudu. Saa inakuja mbaya tutaenda huko, wapendwa. Saa inakuja, Yesu anakuja, na ndiposa tunasema enenda, I will go so that I take the everlasting gospel. Na Biblia inasema ya kwamba, na kwa sababu tunaenda na we have to go, Yesu anakuja, kila mmoja ajihusishe. I want to thank this district. Nataka kushukuru mchungaji. Asante kwa kumobilize members. And I want to thank you members for accepting that we need to come together. Tunataka kujihusisha ili tuweze kwa mahala hapa. Hii si pesa kidogo. It has costed you. And I love the way you have done it. How I pray that may each one of us be a participant, because God does not call spectators. God is calling participants. Players. Sio wale wanakaa nje ya uwanja na anasema huyu mtu hiyo bao ingeingia, yeye amepiga mbali. Hiyo ilikuwa bawasi. Na yeye ako nje. Mwambie ingie kwa uwanja, hata ema akienda dakika 2 hivi anarudi. We don't need spectators, we need participants. Niposa Yesu anamwambia saa inakuja mama. Na mama alipoona haya, watu wa Mungu, ninaposoma hii Biblia na sijui ni nani atanisaidia, maana hapa tuna wachungaji wengi, wana theolojia ni wengi, lakini mimi ninaposoma Biblia ninapata ya kwamba mama aliwacha mtungi wake na akakimbia kwenye kijiji na akaambia watu, njooni mkamuone yule aliyeniambia mambo yote ya maisha yangu. Let me tell you friends, when God calls you, we are called to call. Tumeitwa ili tuende tukaitane. Mama akaenda, na Biblia nimesoma hiyo yote. Sikuona mahala ambapo huyu mama alirudi na akachukua mtungi wake na maji yake akapeleka nyumbani. Kumbe hitaji kuu hata haikuwa maji haya, because she left the pot, and I don't read where she came back to pick the pot and the water home. Biblia nasema alijawa na furaha ya Yesu, akaenda akaita kijiji lote na kijiji wakaja. How much do I need to know in order to go? All you need to go is just to hear Jesus and go and tell people, come and see. My fellow members, you have a duty to go and call all the neighbors, come and see. Our neighbors here, it is your duty to go and call people, come and see. Kuna wahubiri hapa na wanasoma kwa Biblia, njoo uone. Uone kwaya wamekuja kutoka mbali, na nashukuru kwaya yetu waliimba hapa wakasema ya kwamba Mungu ametutwika mzigo na kuwapeleka injili. So each one of us, we have been loaded with the Lord, that we need to go and tell people. What are we telling them? Come and see. You don't need any theological knowledge to go and call people. All you need is just to hear Jesus, communicate with Jesus, then call people and point to them to Jesus Christ. Uwalete. Na ukiwaleta watampokea Yesu. Na ukiwaleta na wewe pia mahitaji yako utatosheka. Maana mama, hakuna mahala ambapo tunasoma ya kwamba alirudi akasema, I came to draw water. Now let me take water home. She did not anymore. When you meet Jesus, as Jesus had told her, when you get me, I'll give you water. And when you drink from my well, you will never thirst again. You will go and you will be satisfied. The woman was satisfied. One who never knew Jesus just got to meet him. May each one of us here meet Jesus. May each one of us
throughout these 2 weeks that we meet Jesus, our Lord and Savior. Not denomination, not theology of people, but we meet Jesus as the way he has been explained in the Holy Book, the Word of God. May God bless you, my friends. May God be with you. May you feel at the feet of Jesus. May this ground be sanctified by the blood of Jesus. We want to pray here that God will deliver everybody who will come here. I heard in the morning, and it was announced by our elders, that our pastor will be having a corner of prayers. Hata kama utaki mambo mengine yote, si ukuje tu uombewe. Maana ukiombewa utapata Yesu, na ukipata Yesu utarudi na shida zako. Yesu atayatatua. Yesu atakupa amani ya moyoni. Yesu atakupa amani ya familia. Yesu atakupatia amani hata mahala pako pa kazi. God is here and we'll be having those prayers for free on your side, but very costly from their side. Just the same way salvation is. Free on my side, but very costly on God's side. It takes the precious blood of Jesus Christ that never knew sin. He had to come and die. That's how precious you are in the sight of God. And this salvation now, it is free on your side. Yesu anasema njoo tu nikupe wokovu. Maana nilikuja kutafuta na kuokoa kilichofanya nini? Kilichopotea. Na ndio mimi na wewe. Na namshukuru Mungu ya kwamba alinipata. Mimi sijamtafuta. Ni yeye ndiye anakuja, ananitafuta mahali nipo. Na Mungu awabariki. Thank you. I've been well guided. Wapendwa, nilisema nilitumwa hapa na mambo matatu. Moja, assignments nilikuwa nayo ni kuweka hizi vyombo wakfu. Ya pili ilikuwa ni kukaribisha wageni, na ya mwisho ilikuwa kwa niaba ya conference, and by the powers given to me, delegated to me by Central Kenya Conference, I now officially declare this meeting opened, so that watu wa Mungu wapate ujumbe. Sasa mkutano umefunguliwa kirasmi, na naye endesha mkutano. Nataka nimkabidhi mchungaji wangu hapa, maana sasa nilisema nikideclare the meeting officially opened, sasa ni yeye ndiye anakuwa our main pastor. Will be working under you. Can you give us now instructions? Kama iko order numbers, you can give us. Wangapi wanamshukuru mchungaji Paul, mkurugenzi wetu wa evangelism, kwa mfunguzi mkubwa huu? Yaani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na ndio tunapata nguvu, maana tayari ofisi yetu imetupokea, na mtumishi wa Bwana umefanya mambo makubwa. Bwana akubariki sana. Tumenyenyekezwa kuwa naye, na kuwa naye hapa imekuwa mbaraka. Kwa niaba yake na yeye kuwepo kwetu, tumejisikia conference yote iko hapa. Ututumie salamu kwa mwenyekiti, katibu na mwazini pamoja na wakurugenzi wote na wasaidizi wote, ya kwamba tumepokea ukaribisho huo. Na tunashukuru sana kwa sababu wanenaji wametambulishwa. And I want to tell you people, nataka niwaambie mkutano huu sio wa kawaida. Hebu mwambie jirani yako, mkutano huu sio wa kawaida. Hebu mwambie hivi, mkutano huu sio wa kawaida. Mbona mnaongea kama vile mna mashaka? Do some of you assuming, mnaangalia kama vile naongea ninachomaanisha. Hebu mwambie tena kwa imani, mkutano huu sio wa kawaida.
Na nataka niwaambie viongozi wangu, Elda Wambua mchungaji ambaye yuko hapa wa district hii, na niwaambie wazee wengine wote, na niwatangazie washiriki ya kwamba italazimu hata kuleta viti vya nyumbani. Maana mkutano huu utajaa sana, maana muda si mrefu nguvu ya Bwana itadhihirika hapa, kama vile mkutano ulivyofunguliwa sasa na mtumishi wa Mungu kwa neno lake. Ninataka niwaambie kwamba nguvu ya Mungu itashuka hapa, na tusema hivi, nguvu ya Bwana itashuka hapa, na watu watatoka mbali. Watu watakuja hapa na magari, watu watakuja wakikimbia, maana we have heard the sound Jesus saves, Jesus saves. Tunasikia mbiu, Yesu anaokoa. Yesu anataka kuiokoa Waithaka. Yesu anataka okoe kila mmoja. Na ninataka pia niwashukuru kipekee sana mchungaji na kiongozi wetu. Niwashukuru watu wa Mungu waliotoa nafasi hii kwamba wakubali magari yao yakae pembeni ili tuweze kuwa na mkutano huu. Tutaomba kwa ajili ya watu wote ambao wako na magari ya biashara. Mtapata watu wa kwenda nao, mtapata biashara yenu ikibadilika. Watu wa bodaboda, watu wa magari haya, watu ambao watakuwa wako hapa, lakini pia tutaombea biashara zilizoko jirani hapa. Kila ambaye amekubali kwamba mibaraka hii ifike hapa, Mungu atafanya jambo kwa ajili yetu. Tutaponywa hapa magonjwa yetu, tutabarikiwa kwa kila namna, kwa sababu wakati huu si rafiki tena. Niwaalike hapo mchana, jioni, ambapo tunaendelea na mikutano hii kama ilivyofunguliwa. Mikutano ambayo imewekwa rasmi, na hata baada ya mimi kusema, mchungaji na kiongozi wetu ataomba, akituombea, akiweka mkutano huu tena rasmi kwa njia ya maombi. Usipange kukosa, kimbia upate chakula, uweze kutulia kadiri maelekezo atakavyotolewa, ili mchana tuanze kuwepo hapa. Tutaanza na somo leo mchana, linasema aliyependwa na kudekezwa sana. Aliyependwa na kudekezwa sana. Sasa sijui kama utanielewa namna gani kudekezwa. Lazima ujifunze na Kiswahili pia katika mkutano huu. Mkutano huu utaanza na somo hilo mchana, na maombi makubwa yataanza mchana, lakini nitoe pia tahadhari kwamba tutakuwa na mahubiri haya asubuhi na jioni. Kwa hiyo kesho itatangazwa hapa, na hatuna namna ya kukwepa kuwepo hapa, maana tunahitaji kuanza na Bwana na kuendelea siku na Bwana na kumaliza siku na Bwana. Kwa hiyo muda sahihi utatangazwa hapo baadaye ya kwamba ni saa ngapi tutaanza hapa. Maeneo mengine nimekuwa nikiamka saa 10 alfajiri, na watu watakuja hapa wengi, na unaalikwa mtu wa dhehebu lolote, mtu wa namna yoyote, uwe una kanisa, unaenda msikiti au popote, hata kama ulikuwa unaenda kwa waganga, njoo tumsikie Kristo kwa namna nyingine tena. Haleluya! Wangapi wanajisikia baraka kupata mkutano huu? Na makanisa yetu yote tunakaribishwa hapa, wala sio satellite. Mkutano huu ni wa Waadventista wa Sabato wanaosimamia, lakini mkutano wa madhehebu yote, ni mkutano wa makanisa yote, ni mkutano wa kila namna. Na kwa dakika hizi 2 tu, labda niseme pia mikutano hii itakuwa na maombi na maombezi. Sasa utajua tofauti kati ya maombi na maombezi, lazima utaijua. Lakini mikutano hii imeleta kwaya za pekee ndani ya district hii, kama ambavyo tumezisikia na tutazisikia hapo mchana. Lakini sana kwaya hii ambayo imekuja kama kwaya rasmi, kwaya ya Heaven Targeters, walenga mbingu, wamekuja hapa. Mimi nina uzoefu nao, nimefanya nao kazi, na najua sio tu kwamba wataimba, ila watatutembelea. Sio tu kututembelea, watatuombea.
sio tu kutuombea, wametuletea vyombo makini, sio tu kuleta vyombo makini, lakini nataka nikuambie, utakaposikiliza nyimbo zao ambazo zinapatikana pia YouTube, ambazo zimekuwa zikisikika ndani ya nchi ya Kenya, kule Tanzania watu wanapenda kusikiliza Heaven Targeters, kule nchi za ughaibuni Ulaya wanasikiliza nyimbo za Heaven Targeters. Wewe ni nani usihudhurie hapa? Lakini nataka nikuambie, anakuja Pastor Abina, masomo yake na familia yatatuvuta karibu na Bwana. Anakuja mwinjilisti wa pekee ambaye nimefanya naye kazi kule Mombasa, nafahamu habari zake. Mwinjilisti Otieno atakuja hapa. Lazima hivyo tu. Bala niwaambie pia kipekee ya kwamba mtumishi wa Mungu Orina ambaye amebobea, hata mlikuwa mnasikia fungu alijasoma, yeye anajua linasemaje, atakuwa hapa na yuko hapa tangu sasa. Atatubariki sana. Yuko mnenaji wa masuala ya namna ya kubadilisha maisha ambaye atakuwepo hapa kama nilivyosema. Lakini nami mtumishi wa Bwana ambaye Bwana amenileta kwa makusudi makubwa. Hapa sasa nimetoka katika mkutano wa wiki 3 na leo pastor nimeuacha kwa mtu mwingine anamaliza, ili nije pamoja nanyi tuanze kazi na tumalize na Bwana. Baada ya kusema haya, karibuni hata mnaotembea njiani, pelekeni habari hizi kwamba tumesikia ya kwamba Waithaka inaitwa na Bwana, ya kwamba kila mmoja anaitwa na Bwana. Tutabarikiwa. Mwambie jirani yako utabarikiwa. Karibu sana. Naanza kuangalia katika sura ya kuwa watu ambao mtabadilishwa sana na Bwana. Nimaliza kwa kusema hivi, media ambayo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Kenya imekamata soko la wasikilizaji wake kwa njia ya Injili. Heaven Targeters wamekuwa nao kwa muda mrefu, lakini hii si media nyingine, inaitwa Get the Point. Get the what? Get the what? Hakuna kuongea vitu visivyoeleweka. Wewe unafuatilia mahubiri kutoka Get the Point. Wahubiri nao lazima wawe na point. Hajawadi Bwana asifiwe. Kwa Get the Point yenye subscriber zaidi ya 100,000. Subscriber zaidi ya 100,000 wameamua kuwa nasi. Na ndio wameshaweka hubiri la mtumishi wa Bwana hapa. Limesikika kote duniani. Watu kule Uarabuni wanatoa comments. Watu kule USA wanatoa comments. Watu kule Australia wanatoa comments. Hata wewe unaweza kufuatilia baada ya mikutano kuona ilikuwaje, lakini sio kufuatilia kutokea nyumbani. Wewe uliyeko Waithaka njoo, na wewe uliye mbali karibu kwa Get the Point na media nyingine ambazo ziko hapa. Baada ya kusema hayo, tutabarikiwa sana. Kidogo tu hivi natamani tuimbe beti moja, ndio mtumishi anakuja kutubariki. Nimesikia mbiu Yesu huokoa, one stanza and chorus. Tumesikia mbiu Yesu huokoa. We have heard the sound Jesus saves. Na baada tu ya wimbo huo kuimba, unajua sasa hivi hata sijaanza kuhubiri na nilikuwa niko nasikiliza hubiri zuri ambalo mchana mwendelezo wake utakuwa mzuri. Yule binti ambaye alipokutana na Yesu alipewa haja ya moyo wake, Samaria huyu. Ndio somo letu limemalizika tu hapa. Mchungaji atatuombea. We have heard the sound Jesus says. Tumesikia mbiu. Tusimame sasa wote. Kama vile bado tunapata moto utaratibu. Tumesikia mbiu. Nyimbo za Kristo nambari 108. Tumesikia mbiu Yesu okoa, utangazeni kote Yesu okoa, tiini amri nchini baharini, wena
Tangaze eleza mbiu hii kwa majirani zako, waambie Yesu anaokoa. Kila ambaye anapatikana mahali hapa, mwambie Yesu anaokoa. Imba nawe askari, Yesu uokoa. Yesu anataka okoe watu wote hapa Waithaka. Waithaka for Jesus. Waithaka kwa Yesu. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Yesu anataka tuokoe. Tuimbe wenye shida. Tunapoumwa moyo tuimbe moyoni mwetu ya kwamba Yesu atatuokoa na shida zetu. Hata kama tumekuwa na ugonjwa tupeleke kaburini, tutaimba sasa Yesu anaokoa. Mawimbi ya eneo Waithaka yote. Mawimbi ya eneo kwenye YouTube. Mawimbi ya eneo kote. Jesus saves. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Tutawaambia wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee, watu wa madhehebu yote, Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Jesus saves. Ataokoa maisha yako dada, ataokoa maisha yako mama, ataokoa maisha ya kila mmoja. Oh, Yesu huokoa. Upepo utangaze Waithaka yote. Upepo uende kila kona, watu waongee neno hili na kwamba Yesu amekuja kuiokoa Waithaka. Anaiokoa kutoka kwenye madawa ya kulevya, anaiokoa kutoka kwenye maskini wake, anaiokoa kutoka kwenye dhambi. Oh, Yesu huokoa. Jesus saves. Jesus saves. Jesus saves. Yesu anataka iokoe Waithaka. Ndio wimbo unatuambia Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Tuseme amen. Taarifa zienee madukani kule, sauti zienee kule nyumbani, watu wakaambiwe. Kaongea na watoto wako, kaongea na mme wako, kaongea na mke wako, kaongea na majirani zako, kaongea na kila mmoja. Waambie neno hili tu, Yesu amekuja, anataka kuokoa, anataka kuokoa, anataka aiokoe Waithaka. Yesu anaokoa. Nenda tu kawaambie hivyo. Una kazi moja, hata baada ya kumaliza siku ya leo, kwenda kuongea na jirani. Njoo kwenye mkutano, tumesikia mbiu Yesu anaokoa. Waambie tu hivyo, Yesu anaokoa. Enda uongee na kila mmoja, awe mahali yoyote amekata tamaa for so long time, kwa muda mrefu amesikia sasa yuko Yesu mikutanoni humu, anaokoa. Pastor tatuombea kwa ombi lake. Baada ya ombi lake karibu mchana, usikose. Ukichelewa kiti si chako. Na nataka niwaambie wenyeji mliozunguka mikutano hii, hivi viti ni vya kwenu. Hawa walioandaa mkutano huu watatafuta vya kwao. Kwa hiyo wahi kaa kwenye kiti. Wewe ambaye unazunguka mikutano hii, usijali wewe ni nani. Wewe sijapaka mafuta vizuri, sijapendeza, hatujaja kuonyesha nguo hapa. Tunataka moyo umwelekee Yesu. Kwa hiyo njoo ukae, maana tangu mchana Yesu ataokoa mioyo yetu. Tangu muda huo, tangu tuliposikia injili ya mchana wa leo, tunataka tusikie vile Yesu anaokoa. You're all welcome. Nakaribisha wote. Karibuni sasa mchana tutakapoanza kuona maendelezo ya mikutano hii, kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. 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 Pastor, karibu. Hebu na tuombe. Baba, jina lako litukuzwe. Baba, ufalme wako uje na mapenzi yako tu Yesu Kristo ifanyike ulimwenguni hapa na hasa kwenye uwanja huu jinsi ilivyo kule juu mbinguni. Tunaomba Kristo kurudi kwako ukaribie zaidi, ili utuchukue nyumbani, maana tumechoka na maradhi ya ulimwengu huu. Tumechoka na uongo, tumechoka na madanganyo, tumechoka na magonjwa, tumechoka Mungu wetu. Tunaomba Kristo utushike mkono, maana umetuokoa, na kwa hakika umetuokoa.
na ndiposa umetupendelea, umetuita kwenye mkutano huu. Naomba Kristo uwepo wapo iweze kuwa pamoja nasi. Baba, bariki manyumba zetu, majirani yetu hapa, Mungu wetu, wenye biashara wanaotuzunguka hapa. Yesu, ninawaombea ushindi wako, nawaombea manyumba zao zibarikiwe nawe. Naombea washirika wetu, Baba wa mbinguni uwabariki. Naomba Kristo uchukue mizigo yao mizito, uwape nira yako ambaye ni mwepesi. Naomba uwanja huu Baba, wahubiri watakaotoa sauti zao Baba, tusisikie sauti mbaya, tusikie sauti yako ikinena pamoja nasi. Ubariki kila mmoja wao Baba, umtumie kama vyombo vyako. Uweze Mungu wetu kuwapa sauti ulio nyororo, wanakwaya wakihubiri kwa njia ya nyimbo. Mungu wa mbinguni, nyimbo hizo zipate kutuokoa sote. Naomba amani yako ambayo dunia ijui uweze kutupatia. Naomba mkutano huu inapoanza rasmi na kuendelea kwa muda wa kipindi cha wiki 2, Baba, siku baada ya siku tuone miujiza yako. Jibu ombi ya kila moja, kutana na hitaji ya kila moja, kupitia kwa jina la Yesu naomba. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi. Kwaya yetu ya Kawangware, please. Could you please come? Could you please come and preach the last sermon for this afternoon? Kawangware choir. Kawangware choir wanapokuja, Litavan members, mzee angependa kukutana nao pale nyuma. Tunaomba ya kwamba waweze. Wapi mzee wa Litavan? Mzee yuko pale, mfuate mzee wenu. Kawangware wanapokuja, Kawangware wanapokuja, as we consult. Not now.
Asifiwe. Tunashukuru sana kwa siku ya leo. Nashukuru sana wale wote ambao wanaendelea kutazama kutoka mbalimbali kote ulimwenguni. Hivi sasa tutaendelea na kwaya, lakini tutachukua mapumziko katika hewani. Tutarudi na nyimbo zaidi pamoja na mhubiri. Lakini katika kutuma kwako kwa ile ambayo offerings yako, tuma kwa nambari 06 0915 kwa jina Victor Kagila ametukulipita chini kwa hapo. Bali hiyo yenyewe ambayo itakuwa inatokeza ni Victor Kagila. Kwa hivyo tunachukua mapumziko ya hewani, lakini tunarudi katika tangazo pamoja na vipindi vyetu na baadaye.